ameniweka huru, tangu nikubali kuwa mwanafunzi maisha yote, amenitoa utumwani, kifungoni mwa yule mwovu, nami nawatangazieni leo, ameniweka huru, ameniweka huru, ameniweka huru, tangu nikubali kuwa mwanafunzi maisha yote, amenitoa utumwani, kifungoni mwa yule mwovu, nami nawatangazieni leo, ameniweka huru, ameniweka huru, ameniweka huru, tangu nikubali kuwa mwanafunzi maisha yote, amenitoa utumwani, kifungoni mwa yule mwovu, nami nawatangazieni leo, ameniweka huru, nami nawatangazieni leo, ameniweka huru, nami nawatangazieni leo, ameniweka huru. Haya basi, majina yangu ni Orino Ntini, moja kwa moja nikutangazia haya kutoka AGR. Haya basi, ni wakati mwema kabisa ambapo bado tuko pamoja nawe, lakini na kupeleka sehemu zile za TZ, sehemu za Tanzania moja kwa moja katika vipindi na matangazo katika lugha ya Kiswahili. Haya basi, kumbuka tunakutangazia moja kwa moja kutoka hapa mjini Arlington, Texas, DFW, ambapo nakwambia tuko pamoja. Haijalishi unapatikana sehemu gani za ulimwengu, AGR FM ama abagushiglobalradio.com, moja kwa moja tuko hewani. Katika mtandao wa Ustream utatupata kama AGR FM. Sasa tunabarikiwa kutoka sehemu za Tanzania katika lugha ya Kiswahili. Na watu ambao Mungu ametuweka, ni neema yake ya kwamba yeye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana atatuchukua mbawani kwake kwa furaha. Wale rafiki zangu wanaotoka kule Msoma, wale wanaotoka kila mahali, Mungu amekuwa akiwatendea neema ya pekee, na hivyo ni imani yangu ya kwamba Mungu wa mbinguni, yeye aliye mchungaji mkuu wa kondoo, yeye ambaye ametutendea kwa baraka hizi za pekee, atazidi kututendea kwa utukufu wa milele wa Yesu Kristo. Katika somo letu la leo linasema dawa ya amani moyoni katika kitabu cha Ufunuo. Dawa ya amani ya moyoni katika kitabu cha Ufunuo. Nini dawa ya amani? Ni nini tunaweza kupata amani ya kweli? Wapi tunaweza kupata amani iliyositirika? Katika kitabu cha Ufunuo. Ninao rafiki zangu wanaonisikiliza kule Kigamboni, rafiki yangu Mzee Charles BG Mtaka anatusikiliza kule, na nimekuwa nikisikiliza comment zake mara kwa mara, na hivyo nasema Mungu akubariki sana. Rafiki yangu kule Musoma Chikwakwa, Mungu akubariki sana. Kunao rafiki zetu wanaotusikiliza kutoka kule Kigoma, kule Rorya, kule Dodoma, kule Morogoro, na hivyo neema ya Mungu ikiwa na neema ya pekee sana. Hao marafiki wamekuwa wakituwasiliana nasi kwa namna mbalimbali, wengine katika mitandao ya kijamii, wengine wamekuwa wakiwasiliana nasi katika simu, wengine wamekuwa wakiwasiliana na sisi pia katika email na katika internet. Na hivyo hili ni ishara ya kwamba watu wamekuwa wakibarikiwa sana katika masomo haya. Na hivyo turudi katika somo letu la leo, dawa ya amani ya moyoni katika kitabu cha Ufunuo. Hebu tuinamishe nyuso zetu, tuombe pale mahali ulipojumuika pamoja nasi katika ombi la pekee hili. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema ya pekee. Tunakushukuru kwa ajili ya kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho ni kitabu cha pekee, kitabu chenye nguvu, kitabu ambacho Mungu ametubariki sana kuwa nacho. Na hivyo Bwana, umetubariki sana kwa kitabu hiki. Na hivyo tunapoanza mikutano hii, tunakusihi Bwana uwe pamoja nasi. Zungumza nasi na kutupatia dawa ya matumaini moyoni mwetu kwa utukufu wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Katika miaka michache iliyopita,
chuo cha utabibu ama chuo cha mifugo, cha utabibu wa mifugo kilikuwa kikiangalia pia namna ambavyo kilikuwa kifanya utafiti. Kilifanya utafiti, na hiki chuo cha afya kilifanya utafiti kuhusiana na vile mwanadamu anavyoweza kuvumilia msongo. Na hivyo wakataka kuona ya kwamba hivi mwanadamu anaweza kuvumilia msongo kiasi gani. Na hivyo wakawa wakaamua kuchukua kondoo. Wakachukua kondoo katika utafiti wao, wakamweka katika boma. Na hili boma ni kama ni boma kubwa sana ambalo lilikuwa na majani mbalimbali, na sehemu ya majani, mahali pa kula, mahali pa maji. Na hivyo huyu mwana kondoo walipomchukua wakamweka katika hili zizi, na walipomweka katika hili zizi wakamshtua mara ya kwanza, akaenda kula mahali pengine. Wakamshtua kwa mara ya pili, akaenda kula mahali pengine. Kwa hiyo wakamshtua. Yule kondoo akakimbia na akakimbia na akakimbia, na kwa sababu ya msongo yule kondoo akafa. Na hivyo wakachukua kondoo wengine wawili, na hawa kondoo wengine wawili wakawaweka kondoo mkubwa na kondoo mdogo, yani mama wa kondoo na mwanae. Na hivyo yule mtoto akawa anakula. Alipokuwa anakula katika hii tafiti ya pili, huyu kondoo akawa akishtuliwa. Wakimshtua anakimbia kwa mama yake, analia ba, analia, anaongea pale. Baadaye yule kondoo anakuwa kama anaongea, alafu anaenda kula. Yule kondoo akaendelea, wakamshtua mara nyingi. Kadri alipokuwa anamshtua akawa anarudi kwa mama yake, na yule mama kondoo ananong'oneza, anakuwa kama anamnusa hivi kwenye sikio, anamnusa kichwani, alafu kakondoo tena kale kadogo kanaendelea kwenda kula majani. Sasa utafiti, huyu kondoo mdogo hakufa, wakaendelea. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba, rafiki yangu, nataka kuambia, ina maana ya kwamba hawa madaktari hawakuelewa huyu kondoo mama alikuwa anamwambia nini yule mtoto wake kondoo, kwa sababu hawakuelewa lugha ya kondoo, kwamba kondoo amenong'oneza nini. Kwa hiyo huyu kondoo mdogo alijihisi kuwa analindwa, alijihisi ya kwamba yuko mtu anayemjali, ama yuko kondoo mkubwa anayemjali. Nataka kuambia rafiki yangu, ni nani atakayekuwa akibeba mizigo ya misongo inapotukabili, mizigo ya misongo inapotukandamiza chini? Nani atakuwa akibeba mzigo wako? Nani atakayekuwa akibeba taabu yako? Nani atakayokuwa akibeba hofu zako? Nani ambaye atakupatia atakayebeba matatizo yako? Nataka kuambia, lipo kimbilio katika kipindi cha taabu, katika kipindi cha changamoto, katika kipindi cha dhoruba na dhahama katika maisha yako? Upo wakati wa changamoto? Nataka kuambia kitabu cha Ufunuo kinamweleza Yesu akiwa mwana kondoo aliyechinjwa. Kitabu cha Ufunuo kinaelezea habari ya ufunuo wa Yesu Kristo, kama tulivyosoma katika Ufunuo 1 fungu la kwanza, ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo amekuwa akitokea karibu katika kila sura ya kitabu cha Ufunuo. Yeye ni shahidi mwaminifu. Yeye amekuwa anajua kile unachopitia maishani mwako. Shahidi mwaminifu anajua kile unachopitia kwenye changamoto zako. Shahidi mwaminifu anaelewa ya kwamba ni mambo gani unayoyapitia maishani. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya kwanza na mstari ule wa 5, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari wa 5, kuna changamoto hapa, ama Biblia inasema jambo la msingi katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5. Biblia inasema hivi, jambo la pekee sana, ya kwamba katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 5, Biblia inasema, tena zitokazo kwake Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yeye ni shahidi mwaminifu, na yeye ni mzaliwa wa kwanza waliokufa, mfalme wa wafalme wa ulimwengu,
Nataka kuambia yeye alienda kaburini, alikufa, akafufuka. Yeye aweza kuwafariji wanaume na wanawake ambao wamejawa na huzuni ya kifo. Yeye ni mfalme wa wafalme, nguvu zake ni nguvu za kilimwengu. Nataka kuambia huyu ni Kristo anayesema katika kitabu cha Ufunuo, shahidi mwaminifu, anaelewa changamoto zetu, anaelewa ya kwamba huwezi. Yeye ni mzaliwa wa kwanza waliokufa, yeye kifo hakimwezi. Yeye amepitia uzoefu wa kaburi lenye giza. Yeye ni kiongozi, mfalme wa wafalme wa dunia. Yeye ni mwokozi ambaye yeye anaweza kuokoa. Yeye ni mlinzi wa ulimwengu. Yeye nataka kuambia ameshika malimwengu mkononi mwake, ameshika malimwengu katika mkono wake. Kila kitu kiko mkononi mwake. Yesu Kristo wa Ufunuo. Biblia inasema, inaendelea kusema fungu la 6. Anasema, narudi tena la 5 na la 6. Biblia anasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, na mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha katika dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Utukufu na yeye hata milele na milele. Amina. Yeye aliyetupenda. Huyu Kristo wa Ufunuo ni Kristo namna gani? Yeye ni Kristo aliyekuwa amesulubiwa pale msalabani, aliyetuosha dhambi zetu. Yeye alisulubiwa katikati ya wezi wawili. Huyu ni Kristo ambaye anaosha dhambi zetu kwa damu yake. Huyu ni Kristo wa Ufunuo. Nataka kukwambia yeye ni Alfa na Omega. Katika Ufunuo sura ya 1 na mstari wa 8 anasema yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye yuko wakati wote. Nataka kuambia huyu ni Kristo ambaye kitabu cha Ufunuo kinaeleza habari zake. Hakuna tatizo, hakuna jambo ambalo utalipitia, hakuna taabu utakayopitia ambayo Kristo hajapitia. Huyu Kristo ndiye yeye ambaye anatembea katikati ya vinara vya taa. Katika Ufunuo 1 na fungu la 20, Biblia inasema, siri za zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota za 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Nataka kuambia ya kwamba huyu Yesu Kristo anatembea katikati ya vinara vya taa, vinara vya dhahabu vya taa. Anatembea katikati ya watu wake. Yesu anapigwa picha akitembea katikati ya watu wake. Yeye hayuko mbali nawe. Yeye hayuko mbali na watoto wake. Hayuko mbali na kila mmoja wetu. Yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyu ni Kristo namna gani katika kitabu cha Ufunuo? Yeye ndiye aliyezaliwa katika hori la ng'ombe, aliyezaliwa na Bikira Maria, aliyechukuliwa hata kaenda mpaka Golgotha, akasulubiwa, aliponya wagonjwa, alifufua wafu, aliwainua viwete. Huyu ndio Kristo anayetajwa katika Ufunuo sura ile ya 12 na mstari wa 5. Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 5, Biblia inasema hivi. Ile fungu la 5, Biblia inasema, naye akazaa mtoto mwanamume atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kiti chake cha enzi. Nataka kuambia ya kwamba huyu ni Kristo ambaye aliishi maisha ya ushindi. Aliishi maisha ya ushindi, akafa kifo cha kafara, naye amefufuka, yuko mbinguni. Anaishi. Nataka kukwambia yeye yuko mbinguni mkono wa kuume. Anajua matatizo yako, anajua changamoto yako. Huyu ndiye Yesu ambaye Biblia inasema anakuja tena. Hichi ni kitabu cha Ufunuo, kinamuonyesha Yesu ambaye anaweza kubeba ile dhamiri yetu mbaya. Yeye anaweza kutuchukua katika misongo ya maisha yetu. Anaweza kuchukua msongo wako hata leo. Anaweza kuchukua msongo wako siku zote katika maisha yako. Huyu ndiye Yesu ambaye anatajwa katika kitabu cha Ufunuo. Anakuja na mawingu, anakuja na kila jicho litamwona. Nataka kuambia anakuja na mawingu na kila jicho litamwona. Katika kitabu kile cha Ufunuo 14, kitabu cha Ufunuo 14 anasema, kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja wa mfano wa wanadamu, mwenye taji ya dhahabu
juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Biblia inasema mundu mkali, na juu yake mundu mkali. Alikuwa na mundu wa kwenda kuvuna, alikuwa na mundu wa kwenda kuvuna. Na kwamba huyu ni Kristo, huyu ni Kristo ambaye anakuja kuvuna. Ni Kristo wa namna gani anayekuja kuvuna? Anakuja kutupilia mbali dhambi na wadhambi. Na nakwambia huyu ni Kristo wa ufunuo. Yeye anasema anaweza kutukuzwa, yeye anastahili shangwe, anastahili ibada, anastahili sifa. Huyu ni Kristo ambaye atakwambia ndiye ambaye mbingu zitaanguka na kusema anastahili. Unastahili mwana kondoo kupokea baraka, kupokea heshima milele na milele. Ni Kristo, huyu ni Kristo ufunuo. Yeye ndiye ambaye anatajwa katika Ufunuo 19, ambaye yuko juu ya farasi mweupe. Anatajwa katika ile Ufunuo 19 ambaye ni ishara ya ushindi, ni ishara ya ushindi. Nataka kuambia yuko katika ishara ya ushindi, ishara ya ushindi. Huyu ndiye ambaye amemshinda shetani, amemshinda shetani. Huyu ni Kristo namna gani? Anasema huyu ni Kristo ambaye anakaa juu ya kiti cha enzi, anakaa juu ya kiti cha enzi katika mji mtakatifu wa Mungu. Nataka kuambia huyu ni Kristo huyu ni Kristo ambaye anatawala malimwengu. Huyu ni Kristo ufunuo. Yeye ndiye anasema katika Ufunuo 22 na fungu la 12, na kuja haraka nami naja upesi, ninakuja upesi. Yesu anasema ninakuja upesi katika Ufunuo sura ya 1 hadi 22. Nataka kuambia huyu ni mshindi, na huyu mshindi ni Yesu Kristo. Huyu ni mshindi, na ni mshindi ni Yesu Kristo. Katika ishara zote katika Biblia, katika ishara zote katika kitabu cha Ufunuo, ishara ya mwana kondoo aliyechinjwa ndiyo ishara ambayo yenye nguvu sana, ishara ya thamani sana, ishara ya mwana kondoo aliyechinjwa. Yesu ni mwana kondoo aliyechinjwa. Yesu anaelezwa mara 27 katika kitabu cha Ufunuo, akielezwa kama mwana kondoo aliyechinjwa. Katika Ufunuo 5 fungu la 6, Ufunuo 5 fungu la 6, Ufunuo 5 fungu la 6, kuna jambo linaelezwa hapa. Biblia inasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Nataka kukwambia ya kwamba nikaona katika kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katika wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Huyu mwana kondoo aliyechinjwa anaonekana amechinjwa. Nataka damu, mwana kondoo huyu aliyemwaga damu hapa mbinguni, miaka maelfu na maelfu wakiwa wako katika mbele ya kiti cha enzi wakimwabudu. Ina maana gani? Maelfu na maelfu wakiwa wanaangalia huyu mwana kondoo. Ina maana gani? Hii ina maana ya jambo moja la hakika, ya kwamba katika huko mbinguni mbingu zinamwabudu Yesu Kristo aliyekufa, mwana kondoo aliyechinjwa, mwenye hizo pembe 7 na macho 7, ambayo ni roho 7 za Mungu zinazokwenda kwa ulimwengu. Biblia inaendelea kusema katika ile 5 ile Ufunuo sura ile ya 5 na mstari ule wa 6, anaendelea kusema ya kwamba anasema ya kwamba mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Nataka kuambia katika dunia yote, huyu ni mwana kondoo. Nataka kuambia pembe ina maana ya nguvu, mamlaka, na macho ina maana ya hekima. Kwa hiyo Kristo ni mwenye nguvu, lakini pia ni mwenye hekima yote. Nataka kuambia kwamba ukiendelea ni nini maana ya roho hizi 7 ambazo Mungu anazozituma kwa dunia yote. Nataka kuambia kazi yote ya Roho Mtakatifu inatuongoza kwa mwana kondoo. Kazi ya Roho Mtakatifu inatuongoza kwa mwana kondoo Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwana kondoo. Nataka kuambia mbingu yote ikamwabudu mwana kondoo, viumbe vya milele vikiimba nyimbo za sifa kwa huyu mwana kondoo. Katika ile Ufunuo sura ya 12
na mstari wa 11, ile Ufunuo 12 na mstari ule wa 11, Biblia inasema hivi, 11, Biblia inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nataka kurudia tena ya kwamba Yesu amekuwa akiitwa mwana kondoo mara 27 katika kitabu cha Ufunuo. Kabla ya mwanadamu kufanya dhambi, katika hekima ya Mungu, Mungu aliweka mpango wa wokovu. Huu ni katika upendo wake. Mbingu ziliandaa mpango wa wokovu. Yeye alikuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, kama tunavyosoma katika Ufunuo 13 na fungu la 8. Ufunuo 13 fungu la 8, Biblia inasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuweka misingi ya dunia. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Miaka mingi iliyopita, vizazi vingi vilivyopita, nataka kuambia Baba na Mwana walikutana katika baraza ya kimbingu, na wakaja na mpango wa kuokoa wanadamu aliyeanguka. Yeye ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ufunuo 19 unaendelea kueleza habari ya sherehe, karamu ambayo Bwana mwenyewe atakuwa kuwakaribisha watu mbinguni, na atakuwa ameongozwa katika hii sherehe ya harusi ya mwana kondoo. Harusi ya mwana kondoo. Nataka kuambia kitabu cha Ufunuo kinaeleza habari ya mnyama joka wakimshambulia mwana kondoo, mnyama mwenye vichwa 7 na pembe 10, na huyu mwana kondoo ana hasira, akiibuka kutoka katika nchi akifanya vita na mwana kondoo. Mwanamke lile kanisa ovu, kanisa lenye mambo ya kiovu na mafundisho ya maovu, anasema litaungana na mnyama wafanye vita na mwana kondoo. Nguvu za ulimwengu, nguvu za kishetani zitaungana kufanya vita na mwana kondoo. Lakini kitabu cha Ufunuo kinamfunua mwana kondoo anayeshinda. Amemshinda yule joka, amemshinda yule mnyama mwenye vichwa 7, amemshinda yule mnyama mwenye vichwa 7 na pembe 10. Nataka kuambia mwana kondoo ameshinda kila namna ya imani za uongo, ameshinda kila namna ya imani za hovyo, amemshinda mnyama, amemshinda mwanamke, amemshinda joka. Nataka kuambia yeye mwana kondoo ni mshindi dhidi ya Babeli iliyoanguka, dhidi ya Babeli yenye mafundisho maovu, dhidi ya Babeli inayokunywa mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyochanganywa pasipo maji. Kitabu cha Ufunuo kinaeleza mwana kondoo anayeshinda. Nami nasema Bwana asifiwe, kwa sababu shetani ameshindwa. Bwana asifiwe, kwa sababu mwana kondoo yeye ni mshindi. Katika Ufunuo 17 na lile fungu la 14, Ufunuo 17 na fungu lile la 14, Biblia inasema hivi. Katika Ufunuo 17 na fungu lile la 14, kuna jambo la msingi hapa. Biblia inasema hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule waaminifu. Nataka kuambia watafanya vita na mwana kondoo, lakini mwana kondoo atawashinda. Watafanya vita na mwana kondoo, lakini mwana wa kondoo atawashinda. Nataka kuambia sisi tuamue kuwa upande wa mwana kondoo. Yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa nini Mungu achague mwana kondoo kuwakilisha mwana wake Yesu Kristo? Kwa nini? Tuangalie nini asili ya matumizi ya mwana kondoo katika Biblia, na namna gani ambavyo ishara hii ya mwana kondoo imekuwa ikiendelea katika Biblia tangu zamani. Biblia inasemaje?
Hii ina maana gani habari ya mwana kondoo? Anasema mwana kondoo, Yohana akasema, alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu alichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hii ina maana gani kukuokoa katika dhambi? Hebu tuende katika kitabu cha katika bustani ya Eden, wakati Adamu na Hawa walipofanya dhambi na wakasema lazima tulete kafara, lazima tulete kafara. Ukisoma ile kitabu cha mambo ya Walawi fungu sura 17, mambo ya Walawi 17, mambo ya Walawi 17 na mstari wa 11. Walawi 17 na mstari ule wa 11. 17:11, mambo ya Walawi 17:11. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu na juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyao upatanisho kwa sababu ya nafsi. Ni hiyo damu inayofanya upatanisho kwa ajili ya mwanadamu. Kwa nini damu? Damu inawakilisha uhai. Damu inawakilisha uhai. Sehemu ya kwanza ya kitabu cha mambo ya Walawi 17 na fungu la 11, sehemu ya kwanza kusema, kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu. Nataka kuambia mshahara wa dhambi ni mauti, lakini damu ina maana ya kwamba damu ya mwana kondoo Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ukifuata maelekezo ya Bwana akimwambia Adamu alete mkondoo asiyekuwa na ila na aweke kisu chake katika mwana kondoo na amkate shingo, moyo wa Adamu ulivunjika. Moyo wa Adamu ulikuwa una taabu kubwa. Nataka kuambia huyo alikuwa ni mwana kondoo wa kafara, akimaanisha ya kwamba Yesu Kristo atakuja kufa kwa ajili ya watoto wake. Biblia inasema kama ambavyo tumesoma katika Warumi 6:25 ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo huyu Adamu alikuwa anapaswa kufa kwa ajili ya dhambi zake, lakini ilibidi mwana kondoo afe kwa ajili ya dhambi ya Adamu. Katika kitabu kizima katika kitabu chote unaposoma Agano la Kale lote, utaona Mungu akiwapa watu wake maagizo wa kuleta wanyama wa kafara, akiwaagiza ya kwamba walete wanyama wa kafara kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yesu akawaambia Waisraeli wajenge mahali, wajenge kutaniko, wajenge mahema ya kukutania, ambayo wanyama walikuwa wakichinjwa kila siku ili dhambi zipate kuondolewa. Hii ilikuwa ina maana gani? Katika mdhambi alipoleta mnyama katika hekalu, alikuwa na maana gani alipoleta mnyama wa kafara katika hema ya kukutania? Hebu fikiria ya kwamba hapa yuko Myahudi wa zamani anaitwa Josia, na Josia anaamka asubuhi, na hivyo anakuwa na hasira na ndugu yake, na hivyo anapigana, na wanapompiga ndugu yake anampiga kiasi kwamba mpaka anampiga kabisa na kumweka chini, na hivyo damu inamtoka kwenye mdomo na inamtoka kwenye pua yake, na kwa usiku huo yule Josia anakuja katika maombi, na anapokuja anasema nimefanya dhambi na ndugu yangu, na hivyo anakwenda kwa ndugu yake na kumwambia, Bwana, nimekosa. Lakini hii dhamira inamchoma Yosia, na Yosia anaona ya kwamba haiwezekani, inabidi alete mwana kondoo katika hema ya kukutania, na siku ya pili yake anamchukua mwana kondoo asiyekuwa na ila. Yosia anamleta katika kambi, anamleta katika hema, na yule ndugu yake aliyempiga anamuona, analeta katika hema, na yeye anasema nimefanya dhambi, ni ndani dhamira yangu inanishtaki, nimefanya dhambi. Na hivyo huyu Yosia anakuja kwenye hema ya kukutania, na anapofika pale anaweka mikono juu ya huyu mwana kondoo na anapiga magoti akiungama dhambi zake, na anaweka kisu chake katika shingo ya mwana kondoo huyu, na anamchinja, na huyu mwana kondoo anakufa pale, na damu inamwagika, na ile damu
inachukuliwa na kuhani, anaichukua katika karai, na anapochukua katika karai anakwenda anainyunyiza katika ndani kule mahali patakatifu. Na hivyo Yosia anapotoka pale mahali zile dhambi alizokuwa zimemlemea zinaanguka, zile dhambi zinakuwa zimesamehewa, kama inavyosema katika ile kitabu cha Mambo ya Walawi 5 fungu la 5 na la 6. Mambo ya Walawi 5 fungu la 5 na la 6. Biblia ina jambo la muhimu sana katika Mambo ya Walawi 5 fungu la 5 na la 6. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, na kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika hayo mambo mojawapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilolikosa, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, mwana kondoo wa kike au mbuzi mke kutoka katika kundi lake, kuwa ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake. Hivi ndivyo inavyotokea habari ya mwana kondoo huyu Yosia Myahudi anapoungama dhambi. Ile hatia ya dhambi inaondolewa na kuweka katika yule mnyama wa kafara, na hivyo yule mnyama anaonekana kuwa mwenye hatia kwa sababu ile hatia imehamishiwa kwake. Na kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, hivyo Yosia amefanya dhambi imuue yule mwana kondoo, na yule mwana kondoo anakufa kwa sababu ya hatia ya dhambi ya Yosia. Na hivyo nataka kuambia ni lazima Yosia achukue mnyama na amchinje, na yule mnyama anakufa. Nataka kuambia na yule mwili wa yule mnyama unawekwa katika madhabahu, na damu yake inachukuliwa ndani huko na inamwagwa katika pazia linalotenganisha kati ya sanduku la agano. Pale inamwagiwa pale, hii ikiwa na maana ya kwamba damu imetosha. Nataka kueleza mpendo msikilizaji ya kwamba damu ilimaanisha, au huyu mnyama au huyu mwana kondoo alimaanisha Yesu Kristo atakayekuja kufa kwa ajili yetu. Yesu Kristo atakayekuja kufa kwa ajili yetu. Zipo hatua kadhaa za kuokolewa. Ziko hatua kadhaa za kusamehewa dhambi. Hatua namba 1 ni kwamba ni lazima ukubali ya kwamba wewe ni mwenye hatia. Ni lazima ukubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na jambo la pili, hatua ya pili, ni lazima ukiri ya kwamba Bwana umefanya dhambi, na ni lazima ukubali. Hatua ya tatu, ni lazima ukubali msamaha. Na hatua ya 4, ni lazima uamini ahadi ya Mungu ya kwamba yeye aweza kukusamehe. Nataka kuambia miaka kadhaa iliyopita mhubiri alikuwa amefanya mahubiri mahali fulani, kama mahubiri haya yanayohubiri katika nchi za Scandinavia huko. Lakini siku moja huyu mhubiri akawa ametembelewa na msichana au mwanamama ambaye yuko karibu miaka ya 40 hivi, na hivyo alikuwa na shida, akimwambia mhubiri, mimi nimekuwa nikisumbuka na habari ya hatia ya dhambi katika maisha yangu. Mchungaji, nimefanya mambo mabaya ambayo hayawezi kuonekana. Mchungaji akamwambia, je, ilikuwa ni habari ya labda ya kufanya zinaa na habari ya kuwa na mambo mengine? Akamwambia, hapana, miaka 17 nimekuwa nikikana hili jambo kwa miaka 17, na hii hatia imekuwa ikikaa moyoni mwangu kwa miaka yote hii, imechukua furaha yangu katika maisha yangu. Lakini najua kitu ambacho kimefanyika kwa miaka hii 17 ilikuwa ni jambo la ajabu sana. Mambo magumu yamenitokea na siwezi kwa maisha yangu yamekuwa yasiyokuwa na maana kabisa. Huyu mama akamwambia mchungaji, mambo yangu yamekuwa ni magumu, haiwezekani. Hivyo mhubiri yule kwa taratibu akamjibu, unajua uliishi mnyama, lakini akamwambia mchungaji, Yesu alikuja kwa ajili yako. Ili na dhambi zako Yesu amezibeba. Ukiziungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu na wa haki, na anaweza kukusamehe na udhalimu wote. Ndio maana Yohana akasema katika Yohana 1:29 akasema ya kwamba, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu.
Nataka kuambia wewe na mimi usiku wa leo, una haja ya kubeba hatia, una haja ya kubeba matatizo, una haja ya kubeba msongo wa mawazo. Unaweza kuja kwa Mungu kwa imani na kumwambia, nimefanya dhambi, mimi siwezi, mambo yangu ni magumu, lakini ninajua ya kwamba mwana kondoo wa kitabu cha Ufunuo, mwana kondoo wa kitabu cha Ufunuo amenichukua dhambi zangu, amebeba dhambi zangu, amechukua dhambi zangu kabisa. Usiku wa leo rafiki yangu, sijui hili somo linakukuta mahali gani, sijui linakukuta wakati ambapo mambo yako ni magumu, lakini nataka kuambia kwamba Yesu amechukua dhambi zako. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Yeye alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe na hoteli. Yesu anasema, mimi nalikuja mwivi haji, katika ile Yohana sura ya 10 na mstari wa 10 anasema, mwivi haji bali auwe na kuiba na kuvunja, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hoteli. Yesu alikuja kutusafisha, Yesu alikuja kutuletea uzima, Yesu alikuja kubeba taabu yetu, alikuja kubeba hatia. Rafiki yangu, una haja ya kuumizwa na hatia. Yawezekana umekuwa jambazi wa muda mrefu, yawezekana umekuwa jambazi wa kutumia silaha, yawezekana umekuwa mzinzi uliyepitiliza, yawezekana umekuwa kahaba uliyepitiliza, na inawezekana moyoni mwako una hatia, una msongo wa mawazo, una msongo wa mambo ya kwamba itakuwaje, mambo haya yatakuwaje. Yesu, nataka kuambia, Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu rafiki yangu alikufa kwa ajili yako. Hakuna jambo ambalo halishindikani kwake. Yuko mtu mmoja tu anayeweza kuchukua hatia yako. Yuko mtu mmoja tu aweza kuchukua hatia yako, na hii hatia anayeweza kuichukua ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Huyu ndiye anayeweza kuchukua hatia yako. Nataka kuambia usiku wa leo, Mungu ameamua kukufutia hatia yako. Sijui ni jambo gani ambalo rafiki yangu, sijui jambo gani ambalo linakusibu maishani, sijui ni jambo gani ambalo linakusibu katika maisha yako. Mwambie Yesu, mwambie Yesu matatizo yako, mwambie Yesu changamoto zako, mwambie Yesu matatizo yanayokusumbua, mwambie dhambi inayosumbua maisha yako. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Damu yake inaweza. Nataka kuambia wimbo ule wa zamani, ule wimbo wa namba 113 katika vitabu ya Waadventista wa Sabato, ule wimbo unaosema, damu imebubujika ni ya Emanueli, wakioga wote wenye taka husafiwa kweli. Damu imebubujika ilimpa kushukuru mwivi msalabani, nami nisiye udhuru hunisafi kweli. Nataka kuambia hata wewe usiye udhuru, Yesu aweza kukusafi. Ni dhambi gani inakusumbua? Ni dhambi gani inayokuletea taabu? Damu imebubujika ni ya Emanueli, wakioga wenye taka husafiwa kweli. Unajua wimbo kwa Kiingereza anasema, there is a fountain filled with the blood drawn from Emmanuel's vein, and the sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stain. Anasema kuna chemchemi iliyojaa wanadamu inayotoka katika mishipa ya Emmanuel. Anasema na mdhambi akijidumbukiza humo katika hiyo damu, anasema yeye ataosha makovu ya dhambi, ataosha makovu ya hatia yote. Nataka yuko mmoja tu awezaye kukuoshea hatia, na huyu ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo ambaye alikuwa pale msalabani akisema, Mungu wangu, Mungu wangu, kama vile Mathayo 27:46 anavyosema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yeye amebeba hatia yetu. Yeye aliachwa ili abebe hatia yako na hatia yangu. Usiku wa leo una hatia gani maishani mwako? Usiku wa leo una hatia gani maishani?
Ni jambo gani ambalo limekuweka na hatiani? Yesu amelipa bei. Yesu amelipa bei. Usiku wa leo mpe Yesu moyo wako. Mpe Yesu moyo wako. Rafiki yangu, mpe Yesu moyo wako. Mpe Yesu moyo wako. Weka hatua hizi 5. Hatua hizi 5, wewe kufuata hizi hatua 5. Hebu fuata hizi hatua 5. Hatua 5 hizi zitakufanya uwe na amani ya milele moyoni. Hatua ya kwanza, kubali ukweli ya kwamba Mungu anakupenda. Yeremia 31 fungu la 3 anasema ya kwamba nimekupenda kwa upendo wa milele, nami nimekuvuta kwa kamba zangu. Anasema nimekupenda kwa upendo wa milele na nimekuvuta kwa upendo. Kwa hiyo tambua, kubali ya kwamba Yesu anakupenda. Lakini jambo la pili, kubali ya kwamba huwezi kujiokoa mwenyewe. Kubali huwezi kujiokoa mwenyewe. Warumi 3:23 wanasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamepotea. Hilo ni jambo la pili. Lazima ukubali ya kwamba huwezi kujiokoa mwenyewe. Lakini jambo la 3, amini ya kwamba Yesu aweza kukuokoa. Yohana 3:16. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Huwezi kujiokoa wewe mwenyewe, haiwezekani. Lazima uamini ya kwamba Mungu anakupenda. Lazima uamini ya kwamba yeye atakuokoa. Ni lazima ukubali. Na jambo la 4, hatua ya 4, tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako kwa Yesu na amini ya kwamba amekuokoa. Kama tunavyosoma katika Yohana 1 fungu la 9, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki, naye anaweza kutusamehe dhambi zetu zote. Na hatua ya 5 na ya mwisho, dai kipawa cha maisha ya milele. Dai kipawa cha maisha ya uzima wa milele na amua kumtumikia Yesu. Amua kumtumikia Yesu. Amua kumtumikia Yesu. Nataka kuambia watu katika ulimwengu wote huu wanafanya maamuzi. Fanya maamuzi ya kuja kwa Yesu. Maelfu na maelfu wanakuja kwa Yesu. Usiku wa leo maelfu na maelfu wanafanya maamuzi yao. Usiku wa leo rafiki yangu, nataka kuambia fanya maamuzi maishani mwako. Fanya maamuzi ya kumfuata Yesu. Fanya maamuzi ya kumfuata Mwokozi. Yeye ndiye mkuu wa maisha yetu. Yeye atabeba msongo wa maisha yako. Atabeba changamoto zako zote. Atabeba dhambi zako zote. Atabeba taabu yako yote. Usiku wa leo tunapokwenda kuomba, hebu kuwa sehemu ya ombi hili. Kuwa sehemu ya maombi haya, na Mungu wa milele na akutendee mema. Mungu wa milele na akutendee mambo ya ajabu, na Mungu wa milele na akutendee makuu. Hebu tuombe, uwe sehemu ya ombi hili. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya Yesu Kristo. Yeye alikufa kwa ajili yetu. Yeye alikufa kwa ajili ya yule mama, alikufa kwa yule baba, alikufa kwa ajili ya yule kijana, alikufa kwa ajili ya yule binti. Oh Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, watu wanapojitoa kila mahali sasa, wakubali katika hekalu lako, wakubali katika maisha yao, wakubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hata kuna watu wameuzidiwa na misongo, karibu wafe, karibu wajimalize maisha, lakini somo la leo limetuvuta karibu nawe zaidi. Limetuvuta karibu nawe zaidi. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, tunakusihi kwa namna ya pekee, tena maajabu kwa ajili ya watoto wako. Tena maajabu kwa ajili ya watoto wako. Neema yako Yesu na itushukie usiku wa leo kwa utukufu wako Yesu, katika jina lake Yesu. Amen. Popote pale ulipo rafiki, waweza kujitoa. Jitoe na uandike ujumbe wako kwa namba ambayo utapewa na mtangazaji. Bwana awabariki, Bwana awatendee mema, na Bwana awape utukufu katika jina lake Yesu. Amen. Sikika, waweza usisikie
usife tena. Wajuaje ya kesho we mwenzangu? Njoo Yesu akuita. Njoo Yesu akuita. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. Wachawi waabudu wa sanamu, wazinzi, waongo, wauaji, wote hao Bwana huwasamehe. Njoo Yesu akuita. Njoo Yesu akuita. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. Leo hii usikiapo, yatoe maisha yako kwake. Kwa hakika nafasi bado ipo. Njoo Yesu akuita. Njoo Yesu akuita. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. Yangu unaitwa. Zako ziwe nyingi. Atasamehe kabisa. Utaupata uzima. kila pembe, mataifa wakimsifu, ndimi zikimtukuza Bwana. Njoo usikie kila pembe, mataifa wakimsifu, ndimi zikimtukuza. Tutamwimbia Bwana wetu Yesu milele hata milele. Tutatangazia dunia yote kurudi kwake Yesu.
hata milele. Tutatangazia dunia yote kurudi kwake Yesu. Twende tumwimbie, siku zote tutaimba huko juu mbinguni. Haleluya. Yote tutamsifu Mkombozi wetu Bwana Yesu. Siku zote tutaimba huko juu mbinguni. Haleluya. Yote tutamsifu Mkombozi wetu. Siku zote tutaimba huko juu mbinguni. Nikiruka kumlaki Mwokozi, nikiilinda imani. Sitalala chini kamwe, chini kamwe. Kwenye fahari kumlaki Bwana. Wapendwa wengi watafufuka asubuhi ile ya fahari. Tukiioga dunia, sitalala chini tena, chini tena. Kwenye fahari kumlaki Bwana. Wapendwa wengi watafufuka asubuhi ile ya fahari. Tukiioga dunia, sitalala chini tena, chini tena. Kazi yangu itakapokwisha, wateule wakiitwa, sitalala chini kamwe, chini kamwe. Bwana itawaamsha wafu wote kaburini. Sitalala chini kamwe, chini kamwe. Kwenye fahari kumlaki Bwana. Wapendwa wengi watafufuka asubuhi ile ya fahari. Tukiioga dunia, sitalala chini tena, chini tena. Kwenye fahari kumlaki Bwana. Wapendwa wengi watafufuka asubuhi ile ya fahari. Tukiioga dunia,
Sitalala chini tena, chini tena. Kwenye fahari, tulioga dunia. Sitalala chini tena, chini tena. Bwana naja na mizigo ya dhambi, usiniadhibu kwa hasira yako, maana mishale yako imenichoma na nguvu zangu Bwana zimeniacha.
katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Hamna uzima katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Jeraha zangu zimeoza zanuka, nimekata tamaa, Baba naja kwako. Marafiki zangu wote wamenikimbia, hata ndugu zangu wamenitenga. Hamna uzima katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Hamna uzima katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Nimeugua kuinama sana, nimechoka sana, Baba naja kwako. Kabla sijalala Bwana, nioshe kwa damu, tumaini kuu ni kulaki ujako. Hamna uzima katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Hamna uzima katika mwili wangu, hamna amani mifupani mwangu. Kwa maana dhambi zangu ni nyingi mno, kama mzigo mzito
Yesu pindi tapolia, watu wote tutashtuka na kushangaa. Kila jicho latazamia kumwona Mwokozi Yesu, na wafu watafufuka haraka. Parapanda yake Bwana Yesu pindi tapolia, watu wote tutashtuka na kushangaa. Kila jicho latazamia kumwona Mwokozi Yesu, na wafu watafufuka haraka. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tega sikio lako sasa nikueleze, acha dhambi, rudi kwake Bwana Yesu. Hakikisha mizigo yako yote unampa Yesu, mara moja wala atakutakasa. Ndugu yangu, tega sikio lako sasa nikueleze, acha dhambi, rudi kwake Bwana Yesu. Hakikisha mizigo yako yote unampa Yesu, mara moja wala atakutakasa. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma pale Bwana wetu Yesu arudipo. Tarumbeta zapigwa, na wafu watafufuka haraka. Shida zetu zote zitakoma. Tiketi za uzinduzi wa video mpya ya Kesha Singers Jumapili tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu sasa zinapatikana katika vituo vifuatavyo: GM Video Tabata Segerea, GM Video Banana, GM Resource Media Kimanga, duka la Kanda mwisho wa lami, Maua Music Center, Infinity Production Magomeni Usalama, Mwenge SDA Church Mone Elikana au Muslaeli. Tiketi za watoto zitapatikana getini siku ya uzinduzi, na kwa wale wa mbali watakaokosa watazipata siku ya uzinduzi Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa 7, City Christian Center Upanga. Tiketi za watoto zitauzwa kwa shilingi 3,000 tu na tiketi za watu wazima zitauzwa kwa shilingi 5,000. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0719 04
1000 0719 04 1000 au Ninasikia sauti, ni Roho wake Bwana, anasihi kwa upole, wewe uliyepotea. Nani ataweza tambua wito wake Bwana? Maana wengi hawatambui anaponong'oneza. Nani ataweza tambua wito wake Bwana? Maana wengi hawatambui anaponong'oneza. Naomba Bwana niwezeshe kuisikia sauti yako. Ni kwako Bwana sauti waweza kushinda yote. Naomba Bwana niwezeshe kuisikia sauti yako. Ni kwako Bwana sauti waweza kushinda yote. Neno lako limejaa ahadi zako Mungu wetu. Nipe nguvu kutegemea neno lako Bwana. Mara nyingi tunasahau fadhili zako Bwana. Ndiyo maana tunashindwa pasipo wewe Bwana. Mara nyingi tunasahau fadhili zako Bwana. Ndiyo maana tunashindwa pasipo wewe Bwana. Naomba Bwana niwezeshe kuisikia sauti yako. Ni kwako Bwana sauti waweza kushinda yote. Naomba Bwana niwezeshe kuisikia sauti yako. Ni kwako Bwana sauti waweza kushinda yote. Naomba Bwana niwezeshe kuisikia sauti yako. Ni kwako Bwana sauti waweza kushinda yote. Imekaa kwangu milele, uwezo wake utatukuzwa kwa utukufu. Njoo ujiunge tumsifu Mungu wetu milele zote. Njoo ujiunge tumsifu Mungu wetu milele zote. Haleluya.
nami nitamtangaza yeye. Haleluya. Nayo sauti ya dua yangu nitamwinua. Ametukuzwa juu, wamchao waseme amina. Haleluya. Nami nitamtangaza yeye. Haleluya. Nayo sauti ya dua yangu nitamwinua. Ametukuzwa juu. Nafsi yangu na nitazame faraja, nilihimidi jina lako Mwokozi Yesu, na moyo wangu ukusifu Mungu wetu milele zote. Na moyo wangu ukusifu Mungu wetu milele zote. Haleluya. Nami nitamtangaza yeye. Haleluya. Nayo sauti ya dua yangu nitamwinua. Ametukuzwa juu, wamchao waseme amina. Haleluya. Nami nitamtangaza yeye. Haleluya. Nayo sauti ya dua yangu nitamwinua. Ametukuzwa juu, wamchao waseme amina. Haleluya. Nami nitamtangaza yeye. Haleluya. Nayo sauti ya dua yangu nitamwinua. Ametukuzwa. Bwana kwa uwezo wako unaweza yote, na kusifu milele. Wewe ndiwe Mungu wa kweli, siku zote wewe wastahili. Mbingu nchi vinakusifu wewe, nitakuhimidi milele. Wewe ni nuru gizani Bwana, unastahili kuitwa Mungu. Kwa uumbaji vyote ni vyako, unasamehe pia waponya. Wewe kiongozi tuwapo njiani, waonyeshe njia tufika salama. Wewe ndiwe Mungu wa kweli, siku zote wewe wastahili. Mbingu nchi vinakusifu wewe, nitakuhimidi milele. Wewe ni nuru gizani Bwana, unastahili kuitwa Mungu. Kwa uumbaji
tutakapofika mbinguni, tutaposhi